Bwana, mimi naamini kwamba watu wote ambao wamefanikiwa kuitazama Lamination episode ya kwanza kuanzia mwanzo mpaka mwisho watakuwa wameachwa na maswali mengi kuliko majibu. Sasa moja kati ya maswali ambayo wengi wanajiuliza ni kwamba Sahil Mahili ni kwa namna gani aliweza kuwa chizi fresh, lakini pia swali lingine ambalo nafikiri wengi watakuwa wanajiuliza ni kitu gani ambacho Sahil Mahili alimpatia Belinda mwana wa Mavumba mpaka akajiua kwenye gorofa. Ni kipi ambacho kimemchanganya zaidi ambacho sisi hatukijui? Sasa nafikiri kwamba wengi mnatakiwa kuelewa hapo ni kwamba tutakwenda kupata stori nzima ya kipi ambacho kiliendelea, maisha halisi ambayo Sahil Mahili aliyapitia mpaka kuwa chizi fresh, lakini pia tutafahamu ni kwa namna gani Sahil Mahili aliweza kukutana na Belinda mwana wa Mavumba mpaka wakaingia kwenye mahusiano ambayo yameshindwa kabisa kuwatenganisha hata mara baada ya mmoja kuwa chizi. Sasa subscribe kwenye channel hii hapa ya Nova Films, halafu twende tukaanze uchambuzi wa tamthilia bomba kabisa. Bwana, hii hapa ni tamthilia ambayo ukijaribu kuangalia ni kama tunaangalia mwendelezo wa Nyota Njema, lakini kama hatuangalii mwendelezo wa Nyota Njema. Sasa ni kwa nini ninasema kwamba Nyota Njema pamoja na tamthilia inafanana? Nyota Njema bwana ilikuwa ni tamthilia ambayo imechezwa shuleni, lakini leo sasa tuko chuoni na moja kwa moja tumeanza picha tu, yani ile picha linaanza tu tunaona Manati inatoa jiwe ambalo limekwenda kupiga pete ambayo ilitaka kuingia kwenye kidole cha Mr. Kipombogo kutoka kwa binti ambaye anaitwa Belinda mwana wa Mavumba. Sasa wapenzi, msije mkachanganyikiwa hata kidogo kuona kwamba queen wa sinema amefariki pindi tu picha lilipoweza kuanza. Nikwambie tu kwamba ni kweli binti Belinda alifariki kutokana na kutetea penzi lake kwa Mr. Sahil, lakini je, unafahamu ni kwa namna gani Belinda aliweza kuchanganywa? Ni kwa namna gani Sahil Mahili aliweza kufanya janja na kumfanya Belinda binti wa Mavumba aweze kuchanganyikiwa kiasi cha kuweza kutoa uhai wake? Yani kifupi ni kwamba kiasi cha kuweza kujiua mara baada ya wazazi wake, baba yake kumlazimisha aweze kuolewa na Mr. Kipombogo. Nafikiri kwamba wote hatufahamu ni kipi ambacho kiliendelea. Sasa nafikiri kwamba episode ya pili ya Lamination haitatuacha hivi. Hutakiwi kukosa kabisa ndugu mpenzi mtazamaji. Cha kufanya nenda pale kwenye channel ya Sahil Mahili, tafuta sehemu ambayo imeandikwa Lamination episode ya pili. Nafikiri itatoka mara baada ya siku ya kwanza kuweza kuisha. Hapo ndipo utapata majibu ya yale maswali ambayo umekuwa ukijiuliza kwa muda mrefu, yani ni kwa namna gani Sahil Mahili aliweza kuwa chizi, na kwa jinsi ambavyo tumeweza kushuhudia jinsi wanachuo walivyokuwa wakimzungumzia Sahil Mahili, inaonekana kana kwamba ni mtu ambaye walikuwa wakiishi wote kwa pamoja. Ni kwa nini ninasema hivyo? Ninamaanisha kwamba Sahil Mahili pia naye alikuwa ni mwanafunzi au mwanachuo wa shule ambayo ama wa chuo ambacho Mr. Kipombogo ndiye lecturer mkuu ama ni mkufunzi ambaye anatoa mafunzo kwa wanachuo hao. Sasa kuna namna ambavyo kitu kiliweza kumkuta Sahil Mahili mpaka uchizi ukamkuta, lakini pia kuna vitu ambavyo viliweza kutokea mpaka Sahil Mahili akakutana na nani? Na Belinda mwana wa Mavumba. Lakini pia kuna vitu ambavyo natakiwa kuvifahamu, ni vitu gani ambavyo Sahil Mahili alimpatia Belinda mwana wa Mavumba ambavyo sasa Mr. Kipombogo hawezi kabisa kumpatia Belinda mwana wa Mavumba, na ndio maana Belinda mwana wa Mavumba akaamua kujiua ili wakose wote yeye pamoja na Mr. Sahil. Yes, kitu kama hicho hapo, na ndio maana nikakwambia usichanganyikiwe kabisa. Hapa uko sehemu sahihi ambapo tutakuchambulia kila kitu. Nafikiri huo hapo ni utabiri ambao nimekupatia kwa sasa, ya kwamba episode inayofuata tutakwenda kupata simulizi ya kile ambacho kiliweza kujiri kwenye maisha ya Mr. Sahil Mahili pamoja na Belinda mwana wa Mavumba. Ni kitu gani ambacho kiliwafanya waweze kuungana, kupendana kiasi cha kushindwa kuachana kabisa, mpaka siku ambayo mmoja wao ameamua kutoa uhai wake kwa sababu ya kulinda mpenzi wake asiweze kukatiliwa moyo wake, yani mpenzi wake asiweze kuumia kutokana na kumkosa yeye. Sasa mmoja kati ya vitu ambavyo Mr. Sahil Mahili aliweza kutuahidi kabla ya kuitoa tamthilia hii hapa, alituambia kabisa kwamba hii tamthilia ya kipekee ambayo itakuwa ina ladha tofauti, ladha ambazo watu wengi wamekuwa wakizifuatilia na kuzikosa sehemu zote, lakini hapa kwenye tamthilia hii hapa ya Lamination, tamthilia hii hapa itakwenda kukupa hizo ladha zote ambazo ulikuwa umezikosa kwa kipindi kirefu. Aisee, mimi wakati ninaitazama episode ya kwanza nimeitazama zaidi ya mara 5. Hii ni kuonesha kwamba nimeweza kuifurahia na kuipenda. Nimeweza kufurahia umakini wa director, lakini umakini wa mwandishi wa tamthilia hii hapa. Hii tamthilia bwana, nafikiri imetumia gharama kubwa sana, na ni moja kati ya tamthilia ambazo zimechukua muda mrefu kuweza kuziandaa, lakini ni kwa Mungu ama kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kitu kama hiki hapa kimeweza kuletwa kwenye mikono yetu, na hapa ni kuambie tu kimefika mikono salama, kwa
kwa sababu tutakichambua kwa uzuri zaidi. Sasa ndugu mpenzi mtazamaji, kabla hatujazungumzia yoyote hayo, nafikiri ni yupi ambaye anatakiwa kulaumiwa kutokana na kifo cha Belinda, binti mrembo kabisa, binti ambaye alishamili urembo, uzuri wote ambao unaitwa uzuri wote ulikuwa unamstahili yeye. Nafikiri kwamba mtu ambaye tutamlaumu zaidi ni baba yake mzazi, japokuwa mama yake naye hakuonekana kumzuia ama kumpinga baba yake kutokana na maamuzi yake ya kumuozesha binti yake bila kupenda. Inaonekana na yeye pia anafaa kulaumiwa kwa sababu alitakiwa kusimama kama mama. Yeye ndo ambaye anajua uchungu wa mtoto wake kwa sababu amembeba ndani ya tumbo lake miezi 9. So nafikiri naye tunatakiwa kumlaumu, yani mzigo wa lawama tumbebeshe baba yake na Belinda, nikimaanisha kwamba Mr. Mavumba, lakini pia mama yake naye anastahili kubebeshwa huu mzigo. Lakini pia mtu mwingine ambaye nafikiri kwamba unaweza ukamlaumu kwa asilimia nyingi zaidi sio mwingine ni Saili Maili, kwa sababu Saili Maili bwana alimchanganya, yani sijui penzi lake ni vitu gani ambavyo aliongeza kwenye penzi ambalo linimchanganya Belinda mwana wa Mavumba mpaka ameshindwa kabisa kukaza, ameshindwa kabisa kuolewa na mwanaume mwingine, ameshindwa kabisa kuishi na mwanaume ambaye hampendi kwa sababu ya vitu ambavyo alipewa na nani, na Mr. Saili, na ndio maana ameamua kuondoa uhai wake. Sasa ni kipi ambacho unafikiri ama ni yupi ambaye unafikiri unafaa kabisa kumbebesha mzigo wa lawama? Mimi nambebesha Saili Maili kwa sababu alimpatia vitu vya kumchanganya mtoto wa watu Belinda mpaka ameondoa uhai wake kutokana na kumpenda Mr. Saili Maili. Bwana, wewe una mtu wako ambaye unafikiri kwamba amekosea sana, yani huenda unaweza ukamuhusisha kwenye kifo cha Belinda binti wa Mavumba. Bwana, ni kipi ambacho unacha kushauri kuhusiana na uzuri pamoja na ubora wa kazi hii hapa kutoka kwa Saili Maili? Ni kipi ambacho unamshauri Mr. Saili Maili aongeze au apunguze ili tamthilia isije ikawa nzuri zaidi mpaka watu wakashindwa kufanya kazi zao? Nafikiri kwamba